Hello guys, welcome back to my videos. Siku ya leo nataka tuongelee dalili za mimba ya miezi minne. Tunajua kila trimester, kila mwezi una dalili zake na una vitu au mabadiliko yanayotokea. Tukianza leo na swala letu hili la ujauzito. Nataka niwakaribishe kuna group la wajawazito na watu wanaojifungua. Ada yake ni shilingi 10,000. Namba iko hapo chini kwenye comment ya kwanza type. Hapa unapata majibu yako ya maswali upesi zaidi kuliko unapo comment kwenye comment section, na unapojiunga hautalipia hadi baada ya miezi 6. Mengi kwa wajawazito tunapata nini? Tunapata birth plan ambayo itakuwa involve mambo mengi kuhusu ujauzito, maandalizi, mambo unataka kufanya kwenye muda wa ujauzito, and then mambo ambayo utafanya pale baada ya kujifungua na wakati kunyonyesha. So karibuni, leo tunazungumzia ujauzito wa miezi minne. Mwanamke mwenye mimba ya miezi minne anakuaje? Cha kwanza, katika miezi minne mwanamke tumbo lake linakuwa lina size ya avocado, au kile kiumbe kilichopo tumboni kinakuwa kina size ya avocado au parachichi ambalo ni la kawaida. Achana yale maparachichi ya Mbeya makubwa kama kichwa cha mtoto. Hicho ndo cha kwanza. Cha pili, huu ni muda ambao mwanamke anakuwa anakiungulia sana. Kingine pia, mwanamke anaanza pua kuvimba ama kuziba. Huu muda ambao watu wanakuwa wanapata muscle congestion. Umelala, hauna mafua ila unashindwa kupumua, unashindwa kuhema, pua zimeziba na unaanza kuona pua imevimba, pua imeanza kusambaa. Hii ni dalili ambayo mara nyingi huwa inatokea kwa mimba ya miezi minne. Kitu kingine ambacho unaweza kukiexperience mwanamke ni ukaanza kuona kwamba fizi zako zina bleed. Unapiga brush au una brush meno, damu zinatoka, au kitu kidogo sana damu zinatoka, au unaamka fizi zako zikiwa zimeanza kubleed. Huu ni muda, kwa sababu madini ambayo yanafanya meno na fizi ziwe ngumu au ziwe na afya, madini ya calcium, yanakuwa yanatumiwa zaidi na mtoto katika kuunda mifupa. Kwa hiyo muda huu unatakiwa ujitahidi kula vitu vingi vyenye calcium. Na kama una tatizo sana, unaweza kumuona daktari aende akakusaidie kukupa vidonge vyenye supplements, zile supplements za calcium ambazo zitakusaidia wewe usiumwe meno. Huu ni muda ambao unaweza kuumwa meno sana. Unaweza kuumwa meno ukawaza kung'oa. Ukitaka kung'oa, most of the time waga hata dentist huwa hakubali kung'oa mwanamke mjamzito, kwa sababu most of the time, tukiachana na zile dawa za usingizi, wanajua kwamba ni swala la mpito. Kwa hiyo unachoweza kufanya ili usisumbuke sana ni kuhakikisha unakula madini ya calcium. Kama huna jinsi ya kuyapata, angalia daktari akupe madini ya calcium kwenye vidonge ambavyo utakuwa unakunywa vikusaidie. Kitu kingine ni maumivu ya mgongo yanaanza kwa sababu kile kiumbe kinakuwa, kwa huyo mtu atakuwa anakuwa na maumivu ya mgongo. Kuna kitu kinaitwa round ligament pain. Haya ni maumivu makali na yanakuwaga uncomfortable sana kwa wanawake wajawazito. Na yanauma wapi? Yanauma hapa kwenye huu mfupa wa nyonga. Most of the time waga ni mkono wa kulia. Hii ni ligament ambayo inashika sehemu ya mguu wako wa kulia na kifuko cha kizazi. Hii ligament, kwa sababu madini ya calcium huu muda yanakuwa yamepungua sana kwenye mwili wako, hizi ligaments na mifupa huwa vinaleta issues kama maumivu, ama hivyo vinakakama, vinashindwa kustretch, ndio maana unakuja kupata haya maumivu. Kitu kingine ni stretch marks au ile mistari, nimesahau kwa Kiswahili inaitwa maribori, kitu kama hicho. Siko tunaita maribori I think. Ile mistari inaanza kutokea tumboni. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu ule muda wewe weight yako inaongezeka, mtoto anazidi kukua. Kwa kama ulikuwa una kitumbo kidogo au una mwili mdogo, kuna mabadiliko ambayo yanakuja kwa ghafla sana, ama maongezeko ya tumbo na muscles zinaongezeka kwa speed sana, kitu ambacho kinaleta zile stretch mark, kwamba ngozi kama inataka kupasuka. Na sio tumboni tu, unaweza kupata stretch mark kwenye mikono, kwenye mapaja, kwenye makalio. Hii yote ni kwa sababu ya pale unapokuwa unaanza kugain weight upesi, ndio maana ngozi inatanuka upesi. Kwa hiyo unachoweza kufanya ni kuwa unapaka
sana sana kwenye tumbo. Kama ukianza kusikia miwasho, usikune. Unaweza kupaka mafuta ya Vaseline au coconut oil kusababisha ngozi yako hiyo moisturized, na vile inavyotanuka isiwe rahisi sana kuchanika, tofauti na ngozi kavu. Na pia hichi kipindi cha miezi minne mwanamke anaweza kusikia dalili ya kupata sana constipation, kukosa choo kabisa au kupata choo kigumu sana. Kwa kama unapata choo kigumu sana, kunywa maji mengi, kula matunda kama mapapai, parachichi, ndizi na mboga za majani zinasaidia sana kulainisha choo. Na kitu kingine inaweza kawa pia kukosa pumzi. Yaani unaweza ukatembea umbali kidogo unakosa pumzi, umefagia kidogo umekosa pumzi. Yaani kukosa pumzi kwako inakuwa ni swala la kujirudia au ni tatizo endelevu kwa hii mimba yenye miezi minne. Na kitu kingine ambacho unaweza ukakutana nacho wakati wa mimba yako na miezi minne ni kuongeza endelevu kwa hii mimba yenye miezi minne. Na kitu kingine ambacho unaweza ukakutana nacho wakati wa mimba yako na miezi minne ni kuongezeka kwa vaginal discharge, kwamba sasa hivi utaona kwamba nguo yako ya ndani inachafuka zaidi. Hii ni kwa nini? Ule uchafu huwa unatengenezwa mwingi zaidi kwenye sehemu ya kwenye mlango wako wa kizazi, ili kufanya wadudu wote watakaoingia pale ndani wawe trapped pale au wakamatwe pale kwenye nje ya mlango wa kizazi, ili wasiweze kuingia ndani. Ndio maana unatengenezeka ule uchafu au ule ute mzito na kwa wingi zaidi, ili uweze kukamata bakteria na wawe washed out badala ya kuingia ndani kusababisha wewe infection ama mtoto. Na kitu kingine ambacho unaweza kuona ni varicose vein, ile mishipa ambayo mwanamke wengi wanapata katika sehemu zao za siri, wanapata na kwenye mapaja au pia miguuni. Inakuwa mishipa inayoonekana nyekundu. Unaona kabisa kwamba iko filled na damu, yani imejaa damu. Hiyo pia inatokea. Na unaweza kufanya ile varicose veins zisivime zaidi na zisiume. Usikae kwa muda mrefu wala usisimame kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza kufanya kwa alternate, hata kama ni mtu uko nyumbani, unaweza unaamka unatembea, unapumzika, unanyanyua miguu kidogo, ukikaa unanyanyua miguu kwenye kimto, unatembea hivyo. Usikae sehemu moja au usisimame kwa muda mrefu, varicose vein zitazidi. Na kitu kingine ambacho kinatokea kama dalili ya mimba miezi minne ni chuchu kujaa, matiti kujaa na chuchu kuwa nyeusi zaidi. Kama una chuchu za brown zitakuwa dark brown. Kama una chuchu nyeusi zitazidi kuwa nyeusi. Na sio chuchu tu, hata sehemu zako za siri pia huwa zinabadilika, zinakuwa nyeusi zaidi. Na hii ni kwa sababu blood supply au damu nyingi zaidi inapelekwa kwenye haya maeneo ili kwa ajili ya maandalizi ya kutengeneza maziwa na kupokea mtoto kumlisha. Na zile sehemu za chini, blood supply yote tunajua ziko sehemu huku chini kwenye kizazi, ambapo inaenda hadi kwenye sehemu zako za siri. Kwa hiyo ndio maana zile sehemu zinakuwa nyeusi. Kwa hiyo ukipata huu weusi kwenye makwapa, kwenye chuchu, kwenye mapaja, sehemu zako za siri, jua hadi ukijifungua kufikia miezi 6 itakuwa imeisha. Achana kuhangaika na cosmetics things ambazo utataka ufanye zile sehemu ziwe nyeupe. Na vitu vyenye chemical wakati wa ujauzito ni hatari, hasa miezi 5 ya mwanzo, kwa sababu pale bado mtoto ndo kwanza anaumbika, anatengeneza viungo vyake vingi. Kwa hiyo achana na cosmetics au vitu vyovyote, hata kuweka dawa za nywele, kutumia cream, kutumia sabuni kali. Vitu vyote vyenye chemical sio vizuri, kwa sababu muda huo mtoto ndo anatengeneza macho, anatengeneza mifupa, anatengeneza mishipa damu, moyo, nini, figo. Kwa hiyo anapokutana na chemical ni rahisi huyu mtoto kupata athari ambazo unaweza kujifungua mtoto ana ulemavu ambao haujawahi kutokea kwenye familia yako, wala watu wa medical hawajui imetokea wapi, lakini kumbe ni mutation au uharibifu wa seli uliotokea kwa sababu ya wewe kuwa unatumia vitu fulani wakati wa ujauzito. Kwa hiyo hizo ndo dalili za mwanamke mwenye ujauzito wa miezi minne, au hizo dalili za mimba ya miezi minne. Usisite kujoin community yetu hapo, hiyo namba hapo chini, upate feedback au upate majibu ya maswali yako kwa upesi zaidi. Karibu.